Bana, kitu ambacho kimetikisa mtandao kuhusiana na stori ya kifo cha mbwa nafikiri utakielewa. Na hii stori ilikuwa gumzo kidogo kwenye mtandao kutokana na the way watu wanajitokeza kuona. Sasa ngoja nikuulize mzao pale ile kuja kibani pale kaa tufanyaje? Hivi vipi inakuwa sawa kufanya kile kitu au ni mila zao na kabila lao na kitu kama hicho? Sielewi. Yani kama ulivyo swali lako uliuliza inaonyesha kwamba ni kwa nini watu wamekuja kwenye msiba wa mbwa. Iko hivi, mbwa ni mnyama. Tukija yani mbwa ni mnyama. Mbwa anaweza kuzikwa kama binadamu anavyoazikwa, lakini hana saa kumzika tu kwa heshima. Hata kuna mwanadamu anaanza bila sala binadamu hamna, sababu ndio maana nikasema thamani ya kitu ulivyoishi nacho. Inawezekana yeye amempa heshima mbwa kwa sababu alivyokuwa anaishi naye. Unaelewa? Yaani mbwa kwa binadamu, kwa sisi wa Tanzania tunaoelewa kwamba mbwa ni mlinzi, ambaye mbwa unamweka na kulindia eneo uliopo. Unajua? Kwanza kuna jamii ya mbwa tofauti. Kuna jamii ambayo mbwa huwa anakuwa kama pambo ndani ya nyumba. Kama unavyoona kwamba ni pambo, lakini ni pambo ambalo huleta upendo kwa binadamu. Kwa sababu ujue mbwa jinsi unavyomtrend na wewe unavyokuwa unazoea mbwa. Akikuzoea sana, mbwa akiwa anakuzoea anakuwa anakuja sometimes anakudandia na kudusa na kufanyaje. Kwa ule upendo anaoonyesha kwako na wewe unavyomchukulia, ndio maana unakuta upendo upo zaidi kwake kwa sababu ya heshima aliyoonyesha kwako. Ujue sisi mnyama naye anataka upendo na binadamu naye huwa anapenda sana kuwa na upendo. Ni sawa na wewe unapoishi, kama ushawahi kuishi na paka ndani ya nyumba. Paka mnaweza mkaishi wengi sana ndani ya nyumba pale familia, lakini akampenda mtu fulani kwa sababu ya upendo wake kuonyesha kwa sababu anajua kwamba pale nyumbani kuna kiumbe paka. Yaani paka ana upendo. Unaweza mkawa wengi sana nyumba, lakini akakukimbilia wewe, anajua thamani yako. Anaweza wakatoka kama unakula kidogo kampushia hata kasamaki kidogo, lakini unaingia anakula na paka yupo anakula na paka amesimama pale anashangaa na adodosha hata punja samaki. Paka samaki huyu hapa sio, lakini akikushajua wewe ndio maana akikimbilia tu anajua unakimbilia wewe hapa. Ndio maana yule mbwa yule alionyesha uthamani ya mbwa kwake kwamba thamani mbwa alikuwa na thamani juu yangu. Ndio maana kuzikwa kwa heshima. Sio, umeelewa? Kwa sababu ya thamani aliyoonyesha kwa yule mbwa. Sio, unaelewa? Kwa hiyo binadamu tunatofautiana. Kwa upande wako wewe ni sawa kwa mbwa kuzikwa vile ni heshima zile kwa sawa. Kwa mnyama kufanya kitu kama kile kwa mnyama kwangu mimi ndio nitasema ni sawa, ila nitaibadilisha kidogo. Ila itakuwa pale pale tunasema kauli tu ya kawaida, kwa sababu yule ni mbwa. Kwa sisi wa Afrika tunasema tunamfukia mbwa. Tumekifikia kiumbe kile kwa sababu tukisema tumemzika kuna kitu kinatoka kwamba amezikwa kwa heshima, kwa sababu mbwa naye ukikuwa kuzikwa kwa heshima kuna kuombewa wewe tumemfukia. Ndio maana nauliza pale kama vipi mtu anapozikwa tunasema huduma za sasa mtu akizikwa, neno kuzikwa ndio maana amezikwa kwa heshima, yule tumemfukia. Sio, unaelewa? Sasa tunaitamkaje sasa? Tumefukia mbwa, hajazikwa mbwa. Hamna mazishi ya mbwa. Kwa wale waliokuwa pale wamekosea. Ni kweli, kwa sababu wenda mazishi ya mbwa
Ule unamfukia mbwa. Na anatoa rambirambi wote Yenye wamekosea kwa sababu katika kati yetu ya Tanzania au Kiafrika kitu kinachoitwa kuzikwa ni kitu kinachopewa heshima na kupewa ibada na kila kitu, si unanielewa? Sasa ndio maana kuna kitu kingine ulisema, au kwake yeye inawezekana kuna kitu, inawezekana yule akawa labda kuna kitu fulani hivi ndio maana akawa vile, si unanielewa? Ndio akafanya kuamua kufanya vile. Ukifanya kitu kwa heshima, kwa kitu kwenye kusema kuzika, ina maana hicho kitu umekipa heshima ya kusema nini, kinapewa ibada, kinafanywa ibada. Lakini mbwa kwa kacha yetu Mtanzania hazikwi, anafanyaje? Anafukiwa. Ndio maana akatoa mfano wa kule kijijini. Wewe ulikuwa na mbwa wako, analenda kwenye mawindo, anaenda kukimbiza huko porini mawindo, mnapata kila kitu, lakini akaja kufanyaje? Akafa. Unaenda kuzika au kufukia? Na kitu nimetoa kwa yule mbwa ambaye ana heshima. Umemheshimu kwa sababu amekufanyia kitu fulani. Mimi namna mbwa ambaye yani kitu kama umeamua kukaa nacho, umekichukua umekiweka ndani na kuhudumia, sidhani kama kina heshima. Chote kile kina heshima, ila tu kwenye upande kikitoka, kwa mfano kama paka, ilikuwa niko kwa damu ya paka, ila umechukua paka umekaa naye akifa, sidhani kama utasema nasikitika jamani, paka sijajua kwa wengine hapo. Iko hivi kama wewe, ndio maana nakwambiwa kwa mtu ambaye hajazoea kuishi na wanyama hao. Unajua wanyama tumeitwa na Mungu, viumbe ambao vinafaa kuishi karibu na binadamu. Unajua paka, mbwa, sawa. Lakini hao wote kama umeishi nao wewe na wewe unakuwa unaishi nao, lazima kuna kitu pale utaona upendo wako juu yao, kwa sababu unaona kuna kitu. Kwa sababu ukija nyumbani anakushangilia, anafurahi, anafanyaje, anajua yes. Wakiwa na tatizo hizo pale utasikia wajirani, mtu ameingia hapo. Sio kidogo tu angato na mbwa wako, ni kweli ameingia bila ruhusa, hamna mtu. Unaelewa? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kile kitu utakifukia, kikifa utakifukia tu, ukipa tu ile nini. Kwa hiyo hapo kosa lao kubwa ni wenyewe kutoa hizo rambirambi. Swali linaenda wapi rambirambi? Kwa mfiwa. Na sisi tumekubali kwamba mbwa afanyaje? Ametupwa. Amefukiwa. Au amefukiwa. Amefukiwa. Hajazikwa. Bana, hapa ni Made TV. Sasa usubscribe. Dondosha comment yako. Mbwa ni sahihi kweli? Hivi mbwa tunamzika au tunamtupa au tunamfukia? Yaani kweli mimi bado nanitangaza, lakini wewe utatupa mbwa kwa sababu ya kati yako kuzoea kwamba unatupa mbwa. Ila kwa mtu ambaye amekuwa ni mfugaji, kwa mtu ambaye amefuga, ujue, ngoja nikupe story ndogo. Kwa kijiji kwetu kuna mzee alikuwa na mbwa. Yule mbwa alikuwa anajua utaratibu wa kufungulia ng'ombe kwenda malishoni, na yule mbwa akiwa na yule mwenye mbwa akifungulia zizi la ng'ombe na mbuzi na kondoo wakienda kulishwa malishoni, yule mbwa anatoka